Happy New Year kila mtu popote pale ambapo unatutazama. Habari za asubuhi, habari za mchana na habari za jioni, inategemea unatutazama ukiwa wapi. Na tunashukuru Mungu ametuwezesha, tumeingia mwaka mpya 2025 na ninajua tuna matarajio mengi sana katika mwaka huu, na ni ombi letu hapa ya kwamba Mungu ataweza kutufanikisha. Na karibu sana kwenye jukwaa la busara, na hii ni Bethel Clouds TV, na kila wakati na kuletea wageni mbalimbali ili watueleze tu jinsi wamefanikiwa katika maisha yao na mipango ambayo wako nayo haswa mwaka huu wa 2025. Kwa hivyo nasema karibu sana, na kama hujasubscribe tafadhali bonyeza ile kengele pale chini, na ili kila wakati tunapokuletea taarifa hizi unakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipata. Na kabla tujaendelea kabisa, labda wewe ni mwanabiashara pale nyumbani ama una taasisi yoyote ambapo unataka utengenezewe website, unataka utengenezewe business card, ama pengine una sherehe nyumbani pale na unataka kufanyiwa video coverage na kupigiwa picha, hapo nasema usisite kuzungumza nasi. Kuna nambari za simu zinapita pale chini kwenye runinga yako, wewe tupigie simu, alafu tutaweza kuwasiliana na tuone tunafanya namna gani. Kwa hivyo sitaki kupoteza muda, na unapotazama niko na mgeni ndani ya studio. Ni mgeni kwa mara ya kwanza mwaka huu mpya, ikiwa ni tarehe 2 ambapo ametutembelea, ndio anatuanzia shughuli yetu rasmi. Karibu sana mtumishi. Asante. Uko salama? Niko salama, nashukuru. Pia mimi niko mzima. Ndio. Na karibu sana kwenye studio zetu. Asante, nashukuru. Sijui ikiwa leo ni tarehe 2, huu mwaka umekuanzia namna gani? Kitu cha kwanza namshukuru Mungu. Kitu cha kumshukuru Mungu cha kwanza ni kwamba ametuvukisha mwaka salama. Haya mambo mengine ukishaona Mungu ameruhusu uvuke mwaka, ni kumaanisha ana mipango mizuri na wewe. Okay. Kwa hiyo kwangu mimi niseme kwamba uvuka mwaka salama, na namshukuru Mungu kwa afya, na namshukuru Mungu kwa uzima, kwa sababu hicho ndio kitu cha maana zaidi. Ndio. Na ninataka mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa asikuwe na ile tashwishi, ashangaa na huyu mgeni kwani nani? Labda ungejitambulisha kwa majina, unatokea wapi na hasa shughuli gani unafanya kukimu kimaisha? Okay, ndio. Asante sana. Kwanza niseme asante kwa Bethel Clouds TV kwa kunipa fursa hii mwaka huu mpya. Kwa majina yangu naitwa Peter Anzenze. Ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji kupitia nyimbo za Injili, na ninatokea kule Nakuru. Na nina furaha sana kuwa katika studio hizi. Niseme ni kibali cha kipekee, na namshukuru Mungu na pia nyinyi kwa kuniruhusu kufanya na nyinyi mwaka huu mpya. Okay. Ndio. Na kufuatana umesema unaitwa Peter Anzenze, na ili jina nikiangazia sana ili jina Anzenze. Linakaa la Kiluya, lakini ninapokutazama hivi unakaa muoria. Sasa mbona Anzenze na sura yako mwenyewe haiendani na jina? Okay, niseme kwamba Anzenze ndio ni jina la Kiluya, ambapo mimi nimezaliwa na wazazi wawili, na mama yangu ni Mkikuyu, lakini dini yake ni Muislamu. Kwa hiyo nadhani alikaa kule pwani sana, kwa hiyo ameadopt mambo ya Kisomali. Na mwenyewe, lakini baba mzazi ni Mluya. Okay. Kutoka kule magharibi mwa Kenya, mahali panaitwa Kaimosi. Okay. Na namshukuru Mungu. Okay. Yeah. Na labda kwa ufupi tu, huyu Peter Anzenze ni nani? Amezaliwa wapi? Amekuwa wapi? Amesoma wapi? Peter Anzenze amezaliwa katika kaunti ya Nakuru. Kwa sasa inaitwa kaunti. Kwa zamani ilikuwa ni town, lakini kwa sasa inaitwa kaunti. Kwa amezaliwa katika kaunti ya Nakuru, sehemu moja inaitwa Mogotio. Mogotio ni kule Baringo. Huko ndiko nilizaliwa na nikalelewa huko, na masomo nikasoma kidogo hapo Mogotio, ama sehemu za kampi ya moto Nakuru. Then after hapo kidogo kwenye shule ya msingi nikaenda kusomea kule magharibi mwa Kenya kwa kina baba yangu sasa. Baada ya kufanya darasa la 8 ndio nikarudi tena Nakuru kuja kufanya masomo ya high school. Nikamaliza sasa nikiwa Nakuru. Kwa hiyo mimi mzaliwa wa Nakuru na nimesomea Nakuru haswa. Okay. Ndio. Ni sasa, na labda tu kwa hii swala la nyimbo za Injili. Ndio. Sijui umekaa kwa muda gani katika hii huduma ya uimbaji? Okay, sema kwamba kitu cha kwanza, safari yangu ya uimbaji
ama safari yangu ya wokovu niliokoka nikiwa darasa la 7. Darasa la 7, na after hapo wokovu sikuwa ile serious sana na wokovu, lakini nilipokuja nikaingia kidato cha kwanza, hapo ndipo sasa nilichukulia wokovu kama kuwa sasa niko serious, niko makini sana na wokovu. Kwa hiyo niliokoka kabisa ilikuwa ni mwaka wa 2001 nikiwa kidato cha kwanza. Hapo ndipo nilimpokea Yesu kabisa na nikaamua kwamba nitatembea naye katika safari na maisha yangu ya wokovu. Na sasa ukikuwa hapo hivyo, sasa ulikuwa ushaanza kuimba ama ilikuwa bado? Kuimba nilianza kuimba nikiwa darasa la 6. Lakini zilikuwa ni zile nyimbo za Sunday school, unaenda Sunday school unaambiwa wewe ndio unatuongoza leo. Kwa hiyo nikawa na ile passion ya kuimba kwa sababu nakumbuka nikiwa mdogo kama umri wa miaka 5, miaka 6, my grandmother alikuwa ananiambia kwamba shosho yangu alikuwa ananiambia kwamba nilikuwa napenda kutengeneza microphone na redio za mbao. Kwa hiyo tuseme tangu nikiwa mtoto nilikuwa na ile interest ya kufanya mambo ya muziki. Kwa sababu kama mtoto unaona anatengeneza hivyo vitu, nikumaanisha passion yake kwa muziki. So mimi si kujijua, lakini nilipokuja kujijua vizuri zaidi kwamba nilipokuwa darasa la 6 nikaanza kuimba kwenye Sunday school, na baada ya hapo nika improve kidogo kuja kuingia form 1. Sasa ndio nikawa kwenye kile kikundi cha Christian Union pale shuleni, na nikafanywa chairman wa Christian Union, na hapo ndipo nikaimarisha ile adhi yangu ya kuimba. Nikawa sasa ninafanya mazoezi baada ya mazoezi. Kwa hiyo kuimba kwangu rasmi nilianza kuimba nikiwa kidato cha kwanza. Na kuja kumaliza kidato cha 4 ambapo ilikuwa ni 2004. Hapo ndipo nilifanya album yangu ya kwanza. 2004 nikafanya album ya kwanza, ilikuwa inasema Bwana Yesu sema neno moja. Yes. Okay, asante sana mpenzi mtazamaji, natumai unatufuatilia vizuri, na tunasema neno moja tu kwanza kabla tuendelee. Wacha tuingie madukani kwanza, tutakapokuwa tunarudi tutakuwa tunaendelea. Ngoro kuria nyama kimanyendagia phone accessories mahinda maria ndaiguire wira wakwa no acoka thi ni ndathire kwa Best Masako na makindeithia na mbeca cia kuboost wira mahire 500 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno. Ingikwira wi hau muhuri wa biashara uraigwo hinyiririkite kana wira waku wi thi ni urabatara kuboostwo, thie kwa Best Masako ni meguteithia na ndurabatara nginya kuyuria maratathi maingi. Araniria na ithwe kuhitukira 0712-228-490 kana wigire rurenda rwa www.bestmasako.co.ke. Karibu tena mtazamaji, tukisonga mbele, kumbuka tuko na mgeni wetu kwenye studio, Peter Nzenze, ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo sasa umetoa albamu yako ya kwanza ya 2004 baada ya kumaliza kidato cha 4. Nikafanya albamu ya kwanza ambayo ilikuwa inasema Bwana Yesu sema neno moja tu. Na nilikuwa nasoma yale maandiko ya yule akida ambaye Yesu alipokuwa kwenye mkutano kwenye nyumba fulani, yule kulikuwa na akida ambaye mfanyikazi wake alikuwa ni mgonjwa sana, na akaja akasema, mimi sioni kama nitapata nafasi ya kuingia na sioni kama utapata nafasi ya kwenda nyumbani kwangu, lakini najua kwa neno moja tu, ukisema neno moja, yule mtumwa wangu atakuwa salama. Kwa hiyo Bwana Yesu akamwambia, sijawahi kuona imani kama sijawahi kuona mtu mwenye imani kama yako. Kwa hiyo Bwana Yesu akasema neno moja, na mimi sasa nikawa ule wimbo nikautunga, na ukawa title yake ni Bwana Yesu sema neno moja maishani mwangu. Na ukisema neno moja, najua maisha yangu yatabadilika, maisha yangu yatapona. Na hiyo ndio album ya kwanza kabisa kwa maisha yangu, na niseme nilipoifanya nilikuwa na matarajio. Na ikawa ndio album yangu ya kwanza. Nimemaliza chuo ama nimemaliza kidato cha 4, nikasema okay, kwa akili yangu mimi nikasema nikifanya hii album labda inaweza ikanitoa kimaisha. Ndio. Kwa hiyo sikuifanya kama huduma. Ndio. Nilifanya kama biashara. Kwa sababu nilikuwa nasikia mtu akiimba huwa anakuwa tajiri ukiuza. Nakumbuka enzi hizo kulikuwa ni time ile ya zile cassette za kuzungusha na kalamu zile. Kwa hiyo nikaja Nairobi kwa mara ya kwanza, sikuwa najua Nairobi, nikaelekezwa na mtu, nikaja Nairobi nikafanya production, nikatoa cassette zilikuwa 100 za kwanza. Alafu nikafanya na CDs kama 50 pia. So nikarudi kwa akili yangu nikasema sasa mimi naenda kutajirika. Ni pesa hii. Lakini sasa kumbe Mungu mawazo yetu sio kama ya kwake. Sisi
tunawaza tofauti na yeye anatuwazia mambo mengine tofauti. Kwa hiyo neno moja kwa kweli ilifanya vizuri kwenye vyombo vya habari, ikachezwa vizuri audio yake, lakini kwa sababu nilikuwa na ile dhana ya kwamba nataka kuifanya kama biashara. Nadhani Mungu alitaka kunifunza funzo kwamba mimi sitaki uwe mwanabiashara katika huduma, nataka unitumikie. Kwa hiyo ilikuwa inasikika, lakini sikuweza kuuza ama kupata kipato kulingana yale matarajio nilikuwa nayo mimi kama Peter Anzenze. Ani jina uko nalo, jina limekuwa kubwa, yes, lakini mfuko hakuna kitu. Jina ni kubwa lakini unatembea mtaani na huyu si ni yule nyimbo zake zinaimbangwa kwa redio fulani. Huyu si tunasikia nyimbo zake kwa maredio. Sasa wana expect ukiingia mahali kama dukani, unasikia mtu anasema tuingie na yeye atununulie kitu. Lakini wewe ndani kumfukoni hauna chochote. Ni jina. Nakumbuka kipindi hicho 2004, 2005 nimefanya album ndio inasikika Peter Anzenze ni jina kubwa, lakini uwezi ukaamini nilikuwa nina arrears ya rent yangu ya miezi 3 na kipindi hicho nilikuwa nalipa rent shilingi 500. Umeshindwa kulipa nyumba? Nimeshindwa kulipa nyumba miezi 3 ambapo landlord anadai shilingi 1500 na anasikia jina lako na anasikia nyimbo zangu redioni kila Jumapili na weekdays. Sasa ana expect huyu jamaa anacheza na akili zangu, shilingi 1500 huwezi kosa kumshinda kulipa. So nilikuwa nina jina lakini sina chochote. So kwa hivyo unamaanisha kwamba kuna watu kuinje wana majina makubwa lakini in real sense kipato kiko chini kabisa? Mimi naweza nikakwambia kama mtumishi wa Mungu katika uimbaji na ile experience ambayo ninayo, kuna majina hapa Kenya, wengine wapo hai, wengine waendelea kupumzika kwa amani. Mungu alishawapumzisha na watu waliishi kujua kwamba hawa waimbaji jina alilo nalo hizo ndizo pesa anazo. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba unaweza kuwa una jina kubwa haswa katika gospel industry, lakini tukiingia kwenye real life yako financially hauna chochote. Kwa hivyo it happens. I remember I had a brother ambaye ni mentor wangu, naitwa Emachichi the late. Emachichi tumefanya naye kazi sana, na Emachichi kuna time aliniambia kitu kimoja. Akaniambia, mdogo wangu Peter, ukitaka kufaulu katika huduma, ondoa kabisa akili ya kwamba utatajirika ama unahitaji pesa nyingi ama umeingia kwa industry ya uimbaji kwenye huduma ili utajirike. Ukiweka hicho kitu kwenye akili yako, basi uwe na uhakika kwamba hakuna kitu utapata. Kwa hiyo kuna watu wengi brother ambao wana majina makubwa. Wewe unaweza fikiri kwamba wana maringo, lakini mtu ana jina lakini ukimfuatilia vizuri huyo mtu hana chochote. Na hiyo ndio the real ministry. Na mimi ninaamini kwamba usijipangie mambo. Wacha Mungu, ikifika time yake ya Mungu kukubariki, he always comes. Kwa sababu mimi ambaye nilikuwa ninafungiwa nyumba ya 500, nimeshindwa kulipa kabisa, na sio kwamba simtumikii Mungu, na sio kwamba hata hiyo time nakumbuka nilikuwa niko kwenye huduma na at the same time ninafanya kazi ya bodaboda na pikipiki, lakini unapata at the end of the day you have nothing, kwa sababu hata wale unabeba wengi wanakujua huyu ni Peter Anzenze. Sasa huyu mtu kwa boda anafanya nini? So unakuta wanaona ni kama, wanasema siku hizi ni kama stories za jaba, ni kama unawaenjoy. So inakuwa ni hard time sana, na nilikuwa na kipindi kigumu sana kuconvince watu kwamba ndio jina ninalo lakini sina pesa. Ndio. Ni sawa. Umemzungumzia marehemu Emachichi. Yes. Na nikitazama wimbo zako sana, sauti paka mtindo ni wa Emachichi. Ndio. So ndio nimepata taswira kamili. Ni kwa nini hivyo. So labda tueleze kwa kifupi tu, huyu Emachichi mliweza kukutana kivipi? Emachichi, Mungu aendelee kuilaza roho yake mahali pema. Emachichi tulikutana naye mwaka wa 2003. Mwaka wa 2003 ndio tulikutana naye. Alikuwa amekuja Nakuru, kanisa moja kule Nakuru. Hilo kanisa wakati huo lilikuwa naalika waimbaji wengi mno, na akaja
kwa kanisa inaitwa Happy Church Nakuru. Alipokuja Happy Church, kilikuwa ni conference kubwa, na nilikuwa nasikia nyimbo zake kwenye redio wakati aliokoka mwaka wa 2001. Hapo ndio nilianza kusikiza nyimbo zake. Kwa hiyo nilimpenda alipofanya ile album ya Amenisamehe. Kwa hiyo nikasikia tu nimempenda, nikapata kibali kwake. So nikasema ile siku nitapata kibali cha kukutana na mtumishi wa Mungu, roho yangu itapona. So 2003 alipokuja kwenye ile kongamano, nilihakikisha kwamba lazima nitaonana naye. Na baada ya kongamano ikawa hivyo, tukaongea naye, nikapata time nikaongea naye machichi, nikamueleza vile napenda huduma yake, nikamwambia na mimi siku moja ningetaka kuwa kama wewe. Akaniambia hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Akaniuliza kwa sasa unafanya nini? Nikamwambia sasa hivi niko kwenye masomo, niko kidato cha 3 namaliza mwaka ujao, ambayo ilikuwa ni 2004. Akaniambia okay, mimi ningependa, kwa sababu nimeona una moyo wa kumtumikia Mungu na kuimba, ningependa ukimaliza shule ama ukimaliza mtihani njoo Mombasa. Nikamwambia sawa brother, nimeshukuru. Kwa hiyo akaniwachia contact zake. Kipindi kile hata sina simu, nilikuwa natumia simu ya baba yangu mzazi. So after nilimaliza form 4, lakini hata kabla tulikuwa tuna communicate, nikifunga shule, wakati nilikuwa nafunga shule hiyo 2003 holiday, kuna holiday ya December. Nilipofunga shule holiday ya December nilienda kwake na nikampigia simu, akanisubiri pale Mtwapa. Ilikuwa 2003, akanisubiri pale Mtwapa, akanichukua tukaenda nyumbani kwake. So kupitia yeye nikajifunza mambo mengi sana. Nikamwambia mimi brother, kama mdogo wako ningependa unielekeze naenda vipi katika mziki. Akaniambia haina problem. Ile album yangu ya kwanza ya Bwana Yesu Sema Neno Moja nilirekodi katika studio zake Mombasa. Na ndio maana ilipata kibali kwenye vyombo vya habari na ikachezwa ikafanya vizuri. Lakini so unfortunate, baada ya kumaliza kidato cha 4 nilienda nikakaa kwake sana, na hata kipindi ambacho alikuwa anafariki dunia, anaondoka duniani, nilikuwa bado niko Mombasa nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi ombi langu, hata nilikuwa namwambia Mungu siku moja kwamba haungemchukua mapema ili aone mbegu ambayo alipanda kwangu ilimea na imekuwa na inabariki watu. So nashukuru Mungu kwa brother ya machichi sana, japo hayuko na sisi. Okay. Ndio. Na tunapozungumza hivi, so ni album ngapi ambazo umeweza kuziandika na kuzirekodi mpaka sasa? 2004 ndio nilifanya Bwana Yesu Sema Neno Moja, alafu 2008 nikafanya album inaenda kwa jina Mimi Nimekusamehe, Usinione Ukapiga Kona. Hiyo album nilipoifanya, unakumbuka vile vita vya baada ya uchaguzi 2007, kulikuwa na vurugu Kenya 2007 2008. Kwa hiyo baada ya hivyo vitu, kwa sababu na mimi pia nilikuwa muathiriwa, mmoja wa wale waliathirika na hivyo vita sana. Kwa hiyo Mungu alitaka kunifundisha kitu, kwa sababu na sisi mahali tulikuwa tunakaa na wazazi wangu, nyumba yetu ilivamiwa, wakachoma, wakafanya vile walifanya, lakini hatukuchoka na kutia msumari moto kwenye kidonda. Mungu akanipa wimbo wa kusamehe. Sasa kwangu ilikuwa ni ngumu kuandika huu wimbo, kwa sababu Mungu ameshanipa wimbo nimekusamehe. Sasa kwangu ilikuwa shida sio wimbo, shida yangu ilikuwa ni kusamehe. Kwa sababu brother Wamalwa, mtu amekukosea. Na huyu mtu amekukosea, si kwamba haumjui, unamjua. Mtu wako wa karibu, mtu ambaye mlikuwa mnakula naye pamoja, mnacheka pamoja, alafu huyu mtu amekutendea kitendo ambacho huko unatarajia, alafu Mungu anakutuma tena kwake uende umwambie nimekusamehe. Hiyo message kwangu ilikuwa nzito sana. Kwa hiyo ni story ya ajabu. Ilikuwa nzito sana. Lakini finally Mungu akanipa kibali, na wimbo wa nimekusamehe niliurecord mara 3. Sababu nilifanya mara ya kwanza, kaingia studio nikasikia haujafanya vizuri, ikabidi turudie. Karudia mara ya pili, producer wangu akaniambia huu wimbo una nguvu. Na huu wimbo ile nguvu umebeba na ile message umebeba, tusiufanye tu hivyo, kwa sababu huu sio wimbo tu wa Kenya. Huu wimbo utaenda mataifa mengi. Kwa hiyo tusiufanye kienyeji, usichoke, turudie. Tukaurudie tena mara ya 3. Sasa tuliporudia mara ya 3 hiyo 2008 ukatoka wimbo mzuri, na vile vyombo vya habari nilipopeleka tena maredioni, wimbo ukapata kibali zaidi. Sasa huo wimbo nimekusamehe ndio ulifanya nikajulikana Kenya zaidi na nje ya Kenya.
Huo sasa ndio wimbo ulinitambulisha. Uliniuza sasa rasmi hapa ndani ya Kenya na nje ya Kenya. Nikawa sasa nikapata kibali cha kutoka kwenda Tanzania, kupata kibali cha kutoka kwenda Kongo, kwenda Rwanda, kwenda Burundi. Kwa sababu nakumbuka hizo nchi zote ambazo ninataja wamekuwa katika hali ambayo sisi tuliiona 2007. Ukienda kama Kongo ni watu wameishi kwenye vita. Na sisi kama Kenya tumeishi kuwaombea na kusema tunataja amani Kongo. Ukiangalia leo hii Kenya, waimbaji marafiki zetu na ndugu zetu wengi ambao wanatubariki wametoka katika nchi ya Kongo. Tunamkumbuka hata marehemu Emma Chichi pia alikuwa ni Mkongomani. Hakuwa Mkenya? Hapana. Emma Chichi alikuwa ni Mkongomani. Dada yetu Angela Chibalonza marehemu alikuwa ni Mkongomani. Ndugu yetu ambaye pia anatubariki leo sana anaitwa Solomon Mkubwa ni Mkongo. So Wakongo wamekuwa baraka kwetu. Na sisi tumesimama na wao sana katika kutaka kuona kwamba amani inapatikana katika nchi yao. Ukienda mahali kama Burundi, hivyo vita vimekuwepo. Ukienda Rwanda, unakumbuka ile masaka ya ile ya 94 ilileta mauaji mengi sana. Na huo wimbo wakati niliuimba sikujua kama utapata kibali hapa Kenya, upate kibali Rwanda, upate kibali Kongo, upate kibali Burundi. Na namshukuru Mungu kwa sababu hizo nchi zote nimeenda na hiyo message ya huo wimbo imeponya mioyo mingi. Nikiwemo mimi wewe mmoja. Kwa hiyo nilipokubali mimi kupona, Mungu alipoona nimepona akakubali na huu ujumbe pia nipeleke wengine waende wapone katika nchi zingine. Kwa hiyo nikafanya hiyo album ya Nimekusamea 2008, alafu 2014 nikafanya album ya 3. Ilikuwa inasema Mniseme Adui Zangu. Kwa sababu hapa sasa ni baada ya Mungu sasa amenikumbuka, amenitoa kwenye ile aibu ya madeni, kufungiwa nyumba. Kupofanya Nimekusamea, Mungu kweli alinibariki vizuri, akaleta finances na akaniweka katika level nyingine. Namshukuru. Na 2014 nikafanya Mniseme Adui Zangu, kwa sababu brother Omalo, unapofanya kitu leo kinawiri, kunakuwa na mambo mawili. Leo kinenepa, watasema unakula sana, unakula kama nguruwe. Yes. Alafu pia ukipungua, watasema inawezekana Omalo ni mgonjwa. Ni mgonjwa, amekanyaga waya huyu. Sasa wanadamu ni wale wataongea. Sasa mimi nikasema okay, mimi ninachojua kama wewe hausemwi na kama watu hawaongei juu yako, then una kasoro. Mtu yeyote ambaye amebarikiwa lazima uongelee leo. Ndio unakumbuka kabisa mamangu mzazi nyumbani. Ndio. Alikuwa ananiambia, kijana yangu, ikiwa utaogopa kusemwa, basi kufa. Yes, kwa sababu tu ni marehemu peke yake ndio hasemu ambaye asema. Lakini siku hizi pia marehemu anaongelewa pia. Anaongelelewa pia. Yes, wasema utasikia wakisema na marehemu hakuzikwa na sanduku nzuri. Ama watu marehemu hawakukula. Hata kuna wale wanaenda wanachungulia kwa jeneza sema na hawakuvalisha marehemu nguo mzuri. Ndio hiyo. So atasema watu wanadamu bado ni wale. Hapo tukisonga mbele. Labda kuna ile kitu ambacho unapotazama nyuma tangu ulipokuwa kidato cha 4 ukianza huduma mpaka mahali ambapo umefika hapa. Ndio. Kuna kitu tu kimoja kinyo unaweza tuambia hapo useme hakika kama ingekuwa huduma singekuwa na hiki kitu. Mimi kwanza niseme watu wengi leo ama watumishi wengi leo wenzangu katika njia ya uimbaji, kuna message moja nataka niwapatie. Niwaambie, uwezi ukapanda leo brother. Umeweka leo mbegu chini, hata kama kulinyesha jana usiku mzima. Huwezi kuweka mbegu leo alafu kesho tarajia kuvuna, ambayo tukiamka kesho asubuhi jua limeshafika hapa katikati ama linaenda kutua, uambie watoto wako sasa twendeni shambani tukavune. Inawezekana. Utakuwa chizi. Kitu cha kimungu. Nakumbuka baba yetu wa imani Ibrahim. Ibrahim anapo ahidiwa na Mungu kuhusu baraka za agano. Ibrahim, maandiko yanasema alikuwa katika shamba la baba yake. Na Mungu akamwambia toka mpaka uende mahali nitakuonyesha mimi. Kwa hiyo Ibrahim alipotoka, Mungu alipomzungumzia kuhusu atambariki na mtoto ambaye atakuwa atabeba baraka za agano ambaye ni Isaka, Ibrahim na Sara walidhania after 1 year watakuwa na huyo mtoto. Kwa sababu Mungu unakumbuka aliwaahidi mambo mengi sana. Kaambia na uzao wenu utakuwa mwingi kama mchanga wa bahari. So Ibrahim expected kwamba by 5 years to come hizi vitu zote zitakuwa zimekuwa fulfilled. But unaona God anasogeza Ibrahim kumpima imani. Na leo hii ndio
very many ministers hawakubali hiyo, kwamba kuna process ya Mungu kukutengeneza, kukufanya uwe kile anataka uwe. Sasa watu wengi leo, ministers wengi leo, haswa waimbaji wa injili, wanataka wajitengeneze, wakuwe kile wanataka. Lakini sio vile Mungu anataka wawe. Na hapo ndio tuna fail. That's why unasikia mtu amekuja hapa, amefanya song moja, imesikika in a span of 1 month ama 2 months ama 3 months. After hapo yule mwimbaji mnafikia amezima, hayupo tena. Na sio kwamba amefariki, yupo lakini hasikiki tena. Ni kwa sababu alitaka kujitengeneza mwenyewe kuliko kuacha Mungu amtengeneze. So mimi ile kitu imenisaidia kwa hiyo safari yote yangu kwa uimbaji. Kitu kimoja nimekuja kujua, relax Mungu anitengeneze. Na kurelax ni kufuata process. Na kufuata process, brother, ni kama vile tunaongelelewa kwenye Bible kuhusu mfinyanzi. Maandiko yanasema mfinyanzi alikuwa anatengeneza chombo, akiona hakijakaa vizuri anakibomoa tena, alafu anakitengeneza upya. Kwa hiyo it was a process mpaka kile chungu unakuta ukienda kule sehemu za Nyanza, kuna wale wanauza vile viungu kule Uluyani, kuna vile zile pot zile. Ukiona hicho chungu kimefika hapo, kimeletwa pale barabarani kuuzwa, ni process. Kwa sababu kuna kwenda kuchukua ile clay pale mtoni ama baharini, kuja kuimold. Si kuimold tu na kutengeneza chungu na kusema kimekuwa. Kuna process, kwa sababu chungu pia kinapitia mpaka motoni. Ndio sasa kiletwe. Sasa ministers wengi wa injili na nyimbo za injili hawataki kupitia process. Wanataka shortcut. Na mimi brother Wamalwa nimekuepo. Huu ni mwaka wangu wa 24 kwenye huduma ya uimbaji. 24 years. Na haijakuwa rahisi kwangu. Siwezi kusema imekuwa rahisi. Ndio unapata mimi nimetoka hapa niko na miezi 3. Yes. Nataka nikuwe star. Ni impossible. Na hata mimi mahali nimefika, I'm not yet a star. Na acha nikuambie, mimi kama kuna jina ninachukia ni kuitwa celeb. I don't like that name. Kwa sababu celebrity ndio imeangusha watu wengi leo. Celebrity, hata sasa mtu akuja kuambia Wamalwa, unajua wewe ni celebrity, usipende. Kwa sababu kukua celeb inakuinuanga, unaona wewe ni Mungu kivyako. Ushafika. Kwa hiyo unasahau kama kuna Mungu mwenye alikufikisha hapo. Unaona mimi hata si Mungu, si lazima. Kenye imenifikisha hapa ni views na subscription, na nyimbo zangu pia ni mzuri, so lazima tu nifike mahali nataka kufika. So hiyo ndio inaangusha waimbaji wengi leo. Lakini sasa mimi mpaka leo mimi nasemaga bado Mungu ananitengeneza. Hata pamoja na hii miaka 24 kwenye huduma ya uimbaji sijafika kwa sababu nataka niende. That's why unaona kwenye maandiko tunasoma, maandiko yanasema natafuta watakao niabudu kwa roho na kweli. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Ni kumaanisha hajawahi kupata. Bado anatafuta, hajawahi kupata. Na mimi ningependa niwe among wa wale wanatafutwa. Amina. Amen. Na wewe nao pia naomba hiyo pia ombi langu. Wewe ambaye unajiita ni mwimbaji wa nyimbo za injili, unamwabudu Mungu kwa roho na kweli, ikiwa Mungu atashuka hii siku ya leo, atasema ni wewe ambaye alikuwa anatafuta ama bado ataendelea kutafuta. Na tukiendelea nimekuona kwa mikutano nyingi. Ndiyo. Na hata kwenye ibada nyingi tu. Ndiyo. Wakati unapewa kipaza sauti uweze kuhudumu. Ndiyo. Hani hauna ile mng'ang'ano kama waimbaji wengine. Unapata naimba, anaangalia mcheza vyombo, wewe sijui anaangalia uko nie sauti. Hani wakati unapewa mic, wewe unaingia kwa system bila kung'ang'ana. Mtindo wako wa kucheza haung'ang'ani. Ndiyo. Siri ni nini? Okay brother, mimi naweza kusema siri yangu ni moja. Nilipojifunza kunyenyekea. Ukiona mtu ambaye amekubali kunyenyekea, ni kumaanisha amekubali Mungu amuinue. Unaona? Na mimi kustrain kwa uimbaji, niliambia Mungu siwezi taka kustrain.
Na ukiwa wewe ni mtu ambaye unajua what you are doing in the ministry, then why strain? Utakuta kuna mwimbaji atachukua mic, amepiga nyimbo kama 2 ama 3, akitoka hapo hana sauti. Lakini mimi naambia Mungu, okay, nimeshika mic, sitaki niimbe mimi nionekane, lakini wewe uonekane. Na kitu kingine, kibali. Watu wengi wanataka waonekane, lakini hawaambii Mungu awape kibali waonekane. Na hiyo ndio imeangusha waimbaji wengi Kenya. Na ndio umekuta kuna waimbaji ambao tulianza nao vizuri, sitawataja. Kenya inawajua. Mtu anafanya gospel tukajua sasa anaenda mbali. Then leo unapata they are doing secular music. Ni kwa sababu gani? Sauti anayo nzuri, alikuwa anawapatia watu message nzuri, lakini why too soon mtu amefifia tu all of a sudden ameamua kurudi? Kuna siku nilikuwa nasoma comment, mtu anasema mimi niliona huko kwa gospel mnatuingilianga sana, sasa huko kwingine hakuna. Na acha nikwambie brother Malwa, leo kuna soda inaitwa Coca-Cola. Ukizaliwa wewe umepata Coca-Cola hiyo, imekuwa ipo. Na hata leo mwaka huu 2025 bado inafanywa advertisement. Kwa nini? Na tulipata ikifanywa advertisement na inajulikana kila mahali. Tunaijua. So ukijiachia kwa Mungu akutangaze, hautawaisha value. Lakini ukiacha wanadamu wakutangaze, wanaweza kukuachilia anytime. Juu wamechoka. Yes. So hakuna siku mimi niliamua wacha nijiweke mikononi mwa Mungu, yeye aniinue. Sababu nikijiinua ama mtu akiniinua, hata wewe leo ukiniinua, mimi ni mzito. Utafika mahali kama dakika kama 10, utasema pita kama haushuki na kuachilia. Na utaniachilia kweli. So siri yangu ni acha Mungu akufanye kile anataka na ukubali kuwa mikononi mwa Mungu. God never disappoints. Sure. Binadamu wana disappoint sana. Kwa sababu hao binadamu wale Yesu alitengenezea lunch siku ile 1500 na wanasema bila kuhesabu watoto na wamama. Wakati ule wa Baraba, hao ndio walisema tufungulieni Baraba, huyu aende na huyu mtu asulubiwe. So mwanadamu hanaga wema, na mtu yote ambaye ana depend kwa mwanadamu hamalizagi vizuri. Lakini ukimtumainia Mungu, so mimi kwa huduma yangu, hata hiyo unaona nikishika microphone I don't struggle, kwa sababu Mungu ndio sauti yangu. Na kama yeye ndio sauti yangu, then why do I struggle? Nishinde hapa nimepiga kelele, nishinde nimefanya no. Mimi hata nyimbo zangu ukiziangalia, hata ukizisikiliza, naimba polepole, sina maneno mengi. Sisemi kuimba mbio mbio ni vibaya. Lakini kitu ambayo tunasahau ni kumtanguliza Mungu kwa kila jambo. Ukikubali kumtanguliza Mungu kwa kila kitu unafanya. Na that's unaona hata watu wengi leo wa duniani tunasema ni Freemason. Wengine hata si Freemason. Kwa sababu maandiko, mimi najua maandiko yanasema dhahabu na fedha ni za Mungu. Hakuna mahali yanasema dhahabu na fedha ni za shetani. Kwa hiyo hao tunasemaga ni wa secular ama ni wa Freemason. Utakuta bado wanajua Mungu ni nani. Na hata akienda kufanya kazi hizo zake na akienda kufanya mambo yake, ana Mungu. Na ana Mungu wake, hata kama sio yeye sisi tunajua. Na Mungu, hakuna mtu ambaye hana Mungu wa Malwa. Sababu si tunaona hata Wahindi wana miungu yao. Ukienda kwa Waarabu wana miungu yao. So hakuna mtu hana Mungu. Na huyo Mungu ukimwamini, huyo Mungu hakuna kitu hawezi kukufanyia kabisa. Yes. Nakubaliana nawe kabisa, kwa sababu kuna mwimbaji mmoja Tanzania na yeye ni wa nyimbo za secular. Ndio. Wakati mmoja alikuwa amekuja hapa nchini Kenya, na kwa vyombo vya habari alikuwa wanamuuliza siri yako ni nini? Yes. Mbona unakuwa sana? Ndio. So ile jibu ambalo aliwapatia, unajua watu wengi tulishangaa sana. Yeye ni mwimbaji wa secular, but yeye alisema wakati wimbo unamkujia, kabla aandike, anaenda kanisani, anapeana dhabihu. Yes. Anarudi anaandika wimbo, kabla aende kwenye studio, lazima atoe dhabihu. Kabla launch, lazima atoe dhabihu. Alafu akauliza, kusema kweli hiyo gharama yote nimeenda, ni kwa nini Mungu asinipiganie? Atampigania. Na nikakuja kweli nikajaribu kuangalia waimbaji wengi wa nyimbo za Injili. Hakuna mtu atakwambia wanatoa sadaka ni kwa sababu ya wimbo wangu. Hakuna.
So nimeona watu wengi wanakosa kufanikiwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Ni kweli. That's why Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Ni kweli. So wakati tutajua ile kitu ambacho tunafanya na tutangulize Mungu mbele vile umesema. Ndio. Sidhani kama watu wata struggle. Ni kweli. Na labda wakati tunaelekea kumaliza, ni mpango gani ambao uko nao sasa mwaka huu wa 2025 kwa mashabiki wako? Okay, mimi kitu cha kwanza nishukuru kama vile nilishukuru hapo mwanzo kwamba Mungu amekubali nione mwaka huu 2025. Na acha nikwambie brother Wamalo kwamba Mungu, ukiona Mungu amekuamsha, sio kuona mwaka. Ukiona Mungu amekuamsha kama vile sasa leo ametuamsha tunafanya hiki kipindi, ni kumaanisha kuna maono ambayo unayo. Uliyaandika ama ulimwambia Mungu hata kama haukumbuki. So hakuna siku Mungu atakubali ufe kabla utimize ndoto ama maono yako. Kwa hiyo Mungu ametuvusha mwaka salama kwa sababu ana makusudi na sisi. Mtu ambaye hana vision leo hayupo. Wengine wako kwenye fridge mochari wanasubiri kuzikwa kwa sababu maybe hakuwa na ndoto ama hakuwa na maono. Lakini mimi huwa nasema kitu cha kwanza, ombi langu kila siku ni kwamba Mungu anilinde, kwa sababu bado nina safari ya kwenda, na safari yangu ya huduma bado sijafika. Na mimi sasa hivi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ndoto zangu sio niimbe tu. Ningetaka na mimi labda mwaka huu au mwaka unaokuja, sijui ni mwaka upi, lakini sio kitambo sana, nilimwambia Mungu pamoja na kuimba, ningependa na mimi siku moja nikutumikie kama mhubiri. Kwa hiyo ninasubiri Mungu ani-establish. Inawezekana labda ni mwaka huu au ni mwaka ujao. Ile huduma atanipa, hiyo ndio nitaifanya nguvu zangu zote. Kwa hiyo mwaka huu mashabiki wangu na Wakenya na wale wananitazama kutoka nchi za ugaibuni, ninawaambia kwamba mwaka huu kuna kitu ninafanya, na kuna wimbo ambao nimeachia album mpya ambao naishughulikia video yake. Album inasema Usimdharau Mtu, ambao kuna nyimbo pale kama Mniombee, Baba na Kuabudu. Kwa hiyo ndio kazi nataka kuanza nayo mwaka huu. Alafu mambo ni mengi, muda ndio mchache tu. Sababu mimi ninachojua, kumtumikia Mungu hakunaga hasara. Sure. Na kumtumikia Mungu hakunaga kuchoka. Na ukiona mtu anachoka kwa kumtumikia Mungu, then hakuitwa na Mungu. Huyo ni yule mtu alijiita. Lakini mimi for now, mimi leo, kesho na kesho kutwa, maono yangu ni kumtumikia na kutumika kwa huduma hii ambayo amenitia ya uimbaji, na kutumika katika madhabahu yaliyo sahihi. Safi sana. Unapatikana YouTube, Facebook, Twitter? Okay, kwa sasa YouTube sipo, Facebook sipo, lakini YouTube ukitaka kunitafuta kwenye YouTube channel account yangu unanipata, utaandika tu search Peter Anzenze. Utaona tu hii sura, utaiona itakuja hapo. Then subscribe. Ya, na TikTok pia napatikana kama Peter Anzenze. Facebook nilitoka kidogo kwa sababu kuna mambo nataka kufanya, nataka kufungua kitu tofauti. Nilikuwa natumia account ya kawaida, lakini kwa sasa nataka kufungua kitu kinaitwa Facebook channel ama Facebook page. Hiyo ndio nataka sasa, ndio naishughulikia, anytime itakuwa inakuja. Yeah. Ni sawa sana. Labda kwa yule mtu ambaye anataka kukupata wewe, ako na huduma, anataka uweze kuhudumu kanisani kwake ama kwenye mkutano wake, labda kama una nambari ya simu unaweza wapate ile kukupata moja kwa moja? Okay. Kama unataka labda nije nihudumu kanisani kwako, itakuwa ni baraka. Na kitu kingine brother Wamalo niongezea hapa, mimi hata leo ukiniita kwenye mkutano ama kanisani kwako, usiwahi fanya mistake kama mtumishi wa Mungu kuniuliza ninalipwa pesa ngapi ama huwa nalipwa pesa ngapi. Jonas Yanga anasema name your price. Yeah, mimi I don't do business. Na kazi ya Mungu ni kazi Mungu alinipea bure. Na mimi husema okay, ikiwa utaona huduma yangu
nataka nije ufanya kanisani kwako, nitakuja. Na kile ambacho Mungu atakusaidia, kile utaongozwa na Mungu unipatie. Lakini I don't negotiate na huduma. Kwa sababu nilijua siri moja, nikinegotiate na huduma ni kumaliza na huduma, namaliza huduma yangu. So I don't do business. Ni kile Mungu atakusaidia. Na ukitaka kunipata, namba yangu ni 0722 806 718 0722 806 718 ama 0722 806 718 0722 806 718. Na nikimalizia niseme kwamba ubarikiwe sana. Na Mungu azidi kukuinua na kukupa kibali zaidi. Na najua pia kuna watu wengi, marafiki zangu labda wananiangalia, na hata pia nyumbani kwangu najua mke na watoto wangu wananitazama. Na mke mmoja anaitwa Zipora Peter, na watoto wawili Rachel na Jabali. Ninawapenda, wamekuwa wa baraka sana kwenye huduma yangu. Kwa hiyo nadhani nikushukuru pia once again kwa interview hii. Asante. Namshukuru Mungu sana kwako. Asante. Barikiwe sana. Mshamsikia, labda amemalizia akisema ana mke na watoto wawili. So wewe ulikuwa umejipanga kupigia simu anze sijui nini, pigia simu ni kwa sababu ya huduma. Na labda tu hii sasa ni yangu, si ya kwake. Kwa wachungaji nyinyi, mimi ninawaonya. Amesema ya kwamba yeye anegotiate. Sasa msichukue hiyo ikuwe ni weak point yake, au kuja alafu mwambie Bwana akubariki baada ya kumaliza huduma. Maana hiyo Bwana akubariki hata kula. Ana watoto, ana mke, na nitakana arekodi nyimbo zingine na apande gari arudi. So tafadhali, kama ulikuwa unajipanga unasema Bwana wacha tu Mungu akubariki, tutakutana. Ni kweli. Asante sana kwa wakati wako. Ndio tumefika mwisho wa Jukwaa la Busara, na natumai mazungumzo haya yamekuwa ya muhimu kwako, na sana sana kwa waimbaji na watumishi wa Mungu. Kwa hivyo tukutane wakati mwingine, na pengine uko pale nyumbani na unataka kufanyiwa interview ama una matangazo ambayo unataka tuweze kutangazia kwa runinga yetu, bila shaka kuna nambari za simu zinapita pale chini. Itakuwa vizuri kwa utatupigia na tutaweza kufanyia matangazo na pia kukufanyia interview. Kwa hivyo kila wakati naitwa Job Wamalwa, nakumbuka hii ni Bethel TV. Tukutane juma lijalo. Kwa heri.